Karibu katika episode ya 6 recap yetu. Kama bado hujatazama episode ya 5, basi hakikisha unagusa alama ya pop up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Malkia alikwenda kumtembelea Hua Jin, na ukumbuke kwamba Hua Jin ana mahusiano ya karibu sana na mfalme. Sasa Malkia alimletea zawadi ya mishale, lakini pia Malkia akasema kwamba hata mfalme na yeye pia nimempelekea zawadi yake. Kumbuka walishaweza kumuona mfalme akiwa amemdaka bidada wakati ule ameanguka katika lile eneo la hukumu. Kwa hiyo Malkia ameshaanza kushtuka kwamba lazima kutakuwa kuna jambo la siri linaloendelea baina ya hawa watu wawili. Huku upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba Byongyang, Mwamba anayempenda sana Malkia yule bidada ambaye ni Brown kutokea katika dunia ya sasa. Alikuwa anawaza sana, inaonekana kuna maneno anayakumbuka ambayo alikuwa ameambiwa na bidada Brown. Sasa anayawaza maneno hayo huku akiwa mbele yake yuko na mfalme. Ukweli ni kwamba Mwamba Byongyang anamchukia sana mfalme kwa kitendo cha kwanza kumuoa mwanamke ambaye anampenda na kumnyima uhuru. Kitendo cha pili ni kwamba Mwamba tu kiufupi ni kwamba hauelewi kabisa ufalme huu. Na jamaa kumbuka ni bilionea, ni mtu mwenye pesa zake. Sasa siku ya leo akamsema mfalme mbele ya kikao cha watu wote. Watu wote walishtuka namna ambavyo Byongyang anaongea na mfalme, lakini mfalme wala hakushtuka. Yeye alikuwa anaongea kawaida tu. Lakini ukweli ni kwamba mfalme hauamini kabisa uongozi wake, kwani ana mashaka na viongozi wake wengi sana kwamba wanajihusisha na matukio ya rushwa, akiwemo kiongozi mkuu wa jeshi. Lakini huku upande wa pili tunaonyeshwa bidada Brown akiwa anajipatia msosi. Na wakati huo bidada alikuwa yuko na msaidizi wake kwa maana ya yule kijakazi wake. Lakini huku ndani katika ufalme mjadala umekuwa mkubwa sana. Wakawa wanazungumza kwamba alafu inawezekanaje Malkia alijitupia katika bwawa, au inaonekana kuna matukio mengine yanayoendelea ndani ya ufalme sio mazuri. Lakini mfalme aliwanyamazisha wote, akasema watulie wakati huo. Alafu mfalme akawaka sana pale akiwatuliza na kuambia kwamba wanavuka mipaka kila wakati wanaongea tu mbele yake. Lakini Mwamba Byongyang baada ya kikao moja kwa moja akawa anamfuata bidada Brown. Kumbuka anampenda sana, lakini kabla hajaongea chochote mfalme akatokea. Na mfalme akamwambia Mwamba Byongyang pale pale kwamba usimfuatefuate Malkia wangu tafadhali, nitakwenda kumlinda mimi mwenyewe, ninatosha sana kumlinda Malkia wangu. Sio kwa sababu nilikuacha juzi uweze kumbeba ninamaanisha kwamba ni miliki yako. Huyu bado ni miliki yangu na hauruhusiwi hata kumgusa. Hasa bidada Brown haelewi hawa watu wawili kwa nini wanabishana. Kitu ambacho hakumbuki ni kwamba hajui kwamba huyu Byongyang alikuwaga ni mpenzi wake kabla. Sasa akauliza nyie mnagombana nini? Kwani kuna shida gani? Lakini Byongyang akataka kuongea private na mfalme watoke nje kidogo, ila mfalme akabakia pale kwa bidada Brown na akaanza kumwambia kwamba unajua kwamba mimi nakupenda na usimsikilize mtu yoyote tofauti na mimi. Kisha mfalme akapiga magoti akamkabidhi bidada kipindi cha nywele alichokuwa amekiangusha kipindi kile anajitupia katika maji. Lakini bidada hakutaka kabisa kumwelewa mfalme, alikuwa anaomba nafasi ya kueleza upendo wake vizuri. Sasa bidada akabaki anashangaa, mpaka umenioa tena unielezee upendo wangu? Ina maana kuna matukio ulikuwa unanifanyia kabla sijaingia ndani ya mwili huu? Akawa amekimbia kutokea katika hilo eneo. Hasa Mwamba Byongyang kitendo cha kuona kwamba hawa wawili wanagombana alifurahi sana, kwa sababu anaamini kabisa bidada hampendi mfalme. Mfalme alipotoka nje akamuonya Byongyang kwamba usiguse katika himaya yangu na wala usisubutu kumkaribia Malkia, na kuonya na nakutahadharisha vibaya mno. Baadaye tunamwona bidada Brown akiwa ameenda kumtembelea Malkia mkuu na kwenda kuongea naye, lakini Malkia wakati huo alikuwa amekaa na waziri mkuu katika hii serikali. Akamuomba sana huyu Malkia Dowager aweze kufanya event fulani hivi cha kuwapatia watu zawadi, na kuna kitu kipi ambacho anataka kianzishe ndani ya ufalme. Akawa ameruhusiwa. Habari zilitapakaa sana hapa katika ufalme, kwani aliwaagiza watu wengi sana kuweza kuzisambaza habari hizo, kwani kuna event nzuri sana anataka kuianzisha. Ni bidada Brown, sijui ana mpango gani. Na sasa habari zilivyozidi kutapakaa katika ile eneo la ufalme, kuna wengine walikuwa hawapendi, alafu ni wake za watu ambao ni wakubwa sana ndani ya ufalme. Wakawa wanasema kaka bidada kanajiona kanani kenyewe kuanzisha vitu ovyo. Na sababu ya bidada Brown kuweza kuruhusiwa ni kwa sababu wanampikia Malkia vyakula vitamu sana, kwa sababu hakuna mtu anaweza kaanzisha kitu ndani ya ufalme pasipo kumhusisha Malkia. Naye bidada Hua Jin alipoweza kupata hizo habari kwamba bidada Brown anakwenda kuanzisha event katika ufalme, akasema atakwenda kuripoti moja kwa moja kwa mfalme, na alipoweza tu kufika kwa mfalme akamsalimia. Kisha bidada akawa anamuomba mfalme waweze kukutana katika usiku wa leo. Kuna vitu anataka kumpatia. Licha ya mahusiano yao ya muda mrefu, lakini hawajawahi kulala pamoja. Ila mfalme leo alimuahidi bidada kwamba atakwenda kuonana naye. Lakini kumbuka mpango wa bidada ni kumwambia kwamba bidada yule ana uhuru sana sasa hivi. Na Hua Jin alipoweza kutoka tu kwa mfalme, moja kwa moja akanyosha kwa bidada Brown na akasema anahitaji kuongea naye. Brown akawatua wasaidizi wake wote akawaambia kwamba anahitaji kuongea na Hua Jin, kwa anahitaji wabaki wawili tu. Sasa kama unavyojua kwamba Mwamba Brown ni wa kiume, sasa alipoona kaka bidada Hua Jin huwa anakapendaga sana, akaanza kuongea naye pale kwa aibu, akasema unajua siku ile mbele ya Malkia ulitakiwa uwawe wewe, kwa hiyo mimi ndio nikawa nimeweza kukutetea na kuongea uongo kwa sababu nakupenda. Hasa bidada Hua Jin akasema hivi, unajua kwamba leo nitakwenda kulala na mfalme nyakati za usiku. Bidada Brown ambaye ndio mke wa mfalme alipigwa na butwaa, akabaki anajiuliza Hua Jin ana ujasiri gani wa kuniambia kwamba leo anakwenda kulala na mfalme, tena ananiambia mbele ya macho makavu kabisa. Hasa kiuhalisia ni kwamba bidada amepata wivu kwa sababu yeye kiuhalisia ni mwanaume anaitwa Brown.
Brown. Hasa huku upande wa pili Mwamba Byung-eun anayempenda sana bidada Brown, sasa yeye alikuwa anaendelea na kikao chake. Katika hichi kikao chake alikuwa anafanya kikao na watu fani maarufu sana katika nchi, walikuwa hawajamuelewa kabisa hoja yake. Wakawa wanaondoka kwa hasira na kusema kwamba haiwezekaniki bana, watuletea maada gani za kijinga hizo. Lakini wakati mmoja wao anaondoka akarushiwa kisu hapa, akaambiwa kwamba kama ukiendelea kupiga hatua basi nitakuja nikurushie upanga hivyo hivyo. Na hii ilikuwa ni tafsiri kwamba kama ukiendelea kunipuuza mawazo yangu nitakuwa. Wazee wawili wenyewe wakajikuta wamekaa tu kando waanze kumsikiliza Mwamba Byung-eun ana wazo gani. Na Mwamba alitoa barua kwamba hii barua inatakiwa kutumika kuhakikisha kwamba tunakwenda kumtenganisha mfalme pamoja na bidada Brown. Inatakiwa ifanyike bana. Wazee wakabidi kukubali tu. Lakini taarifa zikamfikia mlinzi mwaminifu kabisa wa mfalme akisema kwamba kuna mpango asili wa kukutenganisha kati yako wewe na Malkia. Ila mfalme akasema mpango huo ni mzuri sana tu. Lakini mlinzi akasema sio jambo zuri kwa sababu wewe ni mfalme na unategemewa katika taifa, unatakiwa kumlinda Malkia. Kama ukionyesha udhaifu wa kumlinda Malkia, maana yake hiyo ni hatari sana. Basi mwisho wa siku mfalme akajikuta ameshawishika na yale mawazo ya huyu mlinzi wake mwaminifu, akasema sawa. Hasa mpango wa bidada bana Brown, yule ambaye alikuwa anafanya mapishi katika ufalme, kumbe baada ya kukusanya watu akafungua duka kubwa sana la ushoniaji wa nguo, akaajiri watu wengi. Kwa hiyo hapa akawa anakusanyika wanaanza kushona nguo. Mfalme akamtumia barua ya pongezi kwamba hongera sana. Lakini bwana mfalme ile barua yake ikatupwa kwenye moto. Bidada hakutaka kabisa hongera kutokea kwa mfalme. Hasa wakati bidada anaendelea na mambo yake ndani ya ufalme, asijue kwamba kuna mwanamke mmoja hivi ambaye anatokea katika familia za kitajiri, alikuwa ameita waganga, na hao waganga wakasema kuna mtu ambaye yuko ndani ya ufalme huu amevaliwa mwili wake na mtu mwingine, na huyo mtu sio mwingine zaidi ya Mwamba Brown. Kwa hiyo hapa asili yake ikawa imewekwa wazi kabisa. Lakini tukirudi katika dunia ya kawaida, tunaonyeshwa Mwamba Brown akiwa amelala kitandani na anapumulia mashine. Sasa bana, wakawa kuna mtu mmoja amekuja na akamtoa ile mashine, lakini Mwamba akawa anaanguka katika hii dunia ambayo yuko sasa hivi ya miaka ya zamani. Watu wakachanganyikiwa ndani ya ufalme kwa sababu bidada ameanguka na hawaelewi kwa nini ameanguka, sababu ni nini hasa. Lakini katika huu ulimwengu wa kawaida huku Mwamba wanazidi kumpambania madaktari kuhakikisha kwamba jamaa anazinduka, kwa sababu alikuwa katika koma kwa muda mrefu. Hasa naye mfalme akiwa anaelekea sasa kwenda kwa bidada Huajini. Kumbuka kwamba usiku wa leo ndo usiku wa Mizagamuano. Sasa bana akapata taarifa ya kwamba Malkia ameanguka kwa sababu alikuwa sijui ana stress. Ikabidi mfalme hailishe ruti yake ya kuelekea kwa bidada Huajini, akaenda kumfuata bidada ambaye ni Malkia. Akawa bize sana kumwamsha. Mfalme alipouliza nini shida, kuna mmoja akasema labda huenda ametiliwa sumu, lakini huyu mpishi akasema bidada hajala chochote kuanzia asubuhi. Wakapata wazo kwamba huenda ndio njaa inayomsumbua. Lakini daktari mkuu wa ufalme alipoweza kufika akasema kwamba haya mapigo ya moyo sio mapigo ya moyo ya binadamu wa kawaida. Afu alipomfungua macho yake aligundua macho ni meupe kabisa, na akaongezea kwa kusema kwamba bidada yuko katika hatari ya kifo. Hapo walipo yupo kwenye hali mbaya kupita kawaida. Mfalme alitoa oda ya kwamba bidada aokolewe kwa gharama yote ile. Basi haraka sana daktari akaagiza bidada abebwe na apelekwe katika chumba cha wagonjwa. Mfalme yeye mwenyewe akambeba, hakutaka hata wasaidizi waweze kumsaidia, akampeleka katika chumba ambacho bidada atakwenda kutibiwa. Lakini kumbe haya yote yanafanywa na mwanamke mmoja anayefahamika kama Dorija. Huyu mwanamke ndiye ambaye anaitaga waganga katika ufalme. Sasa amegundua kwamba bidada sio binadamu wa kawaida, kwa ndo anayemroga. Na kazi ya huyu mwanamama mchawi ni kuhakikisha anaitoa kabisa nafsi ya Mwamba na kuipeleka kule kule ilikotokea. Lakini pia huyu bidada kama alikuwa anatakiwa kufa afe huku, japokuwa alisema kazi hiyo ni hatari sana. Ila huku upande wa pili Mwamba Brown anaonekana anafumbua macho yake. Mtaalamu amerudi katika dunia ya kawaida, kwa hiyo Mwamba tuko naye tena. Lakini ajabu ni kwamba Mwamba hawezi kunyenyua hata mkono wala kutikisa chochote kile katika mwili wake. Akawa anawasikia tu watu wanaingia pale ofisini wakisema kwamba jamani, huyu jamaa amerudi katika uhai, lakini shida ni kwamba hatoweza kuongea chochote kile wala kufanya chochote kile katika maisha yake. Haraka sana wakaingia pale maaskari wawili wakasema huyu mjinga huyu ndo alimtilia rais ndoano, anatakiwa kukamatwa. Lakini akaambiwa kwamba hali yake ni mbaya. Huyu mshikaji aliogopa sana, lakini ghafla tu akajikuta ameogopa. Sasa ile hofu yake ikamsababisha kuja kuzinduka tena upande wa pili huku kama mwanamke katika ufalme. Na bidada anaamka tu haraka sana akamkaba daktari, kwa sababu daktari alikuwa amemchoma na vipini fulani hapo, yeye havielewi. Kumbuka yeye hajazaliwa miaka ya zamani. Kumbe hii ndio namna ya kutibia watu kipindi cha zamani. Sasa alipoweza kumuona mfalme ndo kidogo bidada akapoa. Alafu sekunde hiyo hiyo bidada akawa amezimia tena. Daktari akatoa ripoti kwamba bidada alikuwa amefariki kwa muda mfupi. Bwana unadhani nini ambacho kitakwenda kujiri? Hebu kabla hujagusa alama ya kuondoka, hakikisha unasikiliza tangazo hili hapa. Kama umekuwa na ndoto
ndoto ama kipaji cha kuigiza kwa muda mrefu sana na umekosa mahali sahihi kwa wewe kuweza kuonyesha kipaji chako, basi PVP Media Bongo wanakukaribisha sana kujiunga na kundi lao la sanaa, ambapo ndo kwanza idadi ya watu inazidi kukusanywa ili kuweza kushiriki katika filamu kubwa sana ambayo itakwenda kuanza hivi karibuni, na watu wote mnakaribishwa. Kambi linafanyikia Goba njia 4. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wewe ambaye ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam, ni muhimu sana ukatutafuta na unahisi una kipaji ambacho unaweza ukakionyesha, basi karibu sana. Tunapatikana Dar es Salaam, Goba njia 4. Tuko hapa kila siku za wiki na kila siku tunakuwa na mazoezi, lakini pia tunakopo na kazi mbalimbali ambazo tutakuwa tunazishuti. Nikukaribishe wewe ambaye unatamani kujiunga nasi, karibu sana. Nambari zetu za simu kama unavyoweza kuziona katika skrini yako 0622113984, umri wowote ule isipokuwa watoto wadogo. Karibuni sana, kwani nafasi ni chache.